Kila ifikapo tarehe 8 Machi, dunia husimama na kuangalia safari ndefu ya wanawake katika harakati za haki, usawa na maendeleo. Siku hii hujulikana kama siku ya wanawake duniani, siku ambayo dunia hukaa chini kutathmini mapambano, mafanikio na changamoto zinazoendelea kwa wanawake. Historia ya siku ya wanawake ilianza mapema karne ya 20. Mnamo mwaka 1908, maelfu ya wafanyakazi wanawake wa viwandani jijini New York waliandamana wakidai kurekebishiwa kwa masaa ya ufanyaji kazi, mishahara sawa na haki ya kupiga kura. Mwaka 1910, mwanaharakati wa kijamaa Clara Zetkin alipendekeza kuanzishwa kwa siku maalum ya kimataifa ya wanawake katika mkutano wa wanawake uliofanyika Copenhagen. Pendekezo hilo lilikubaliwa na tangu mwaka 1911 mataifa kadhaa Ulaya yalianza kuadhimisha siku hiyo. Baadaye mwaka 1975 Umoja wa Mataifa ulianza rasmi kuitambua na kuadhimisha siku ya wanawake duniani kote. Kupitia siku hii imechochea ongezeko kubwa la wanawake katika nyanja mbalimbali kama vile elimu, uongozi na ajira, kulinganisha na miongo kadhaa iliyopita. Kulingana na takwimu za UNESCO, kiwango cha wasichana wanaopata elimu ya msingi duniani kimeongezeka kwa kiasi kikubwa tangu mwaka 1990. Lakini kwa upande wa uongozi, asilimia ya wanawake katika mabunge duniani imeongezeka kutoka chini ya asilimia 12 mwaka 1995 hadi zaidi ya asilimia 26 kufikia miaka ya hivi karibuni. Na kwa upande wa ajira, pengo la kipato kati ya wanaume na wanawake bado lipo. Asilimia 20 pekee wanawake hupata kazi sawa na wanazofanya wanaume. Katika miaka 70 wanawake wengi hawakuwa na haki za mali katika baadhi ya nchi. Leo ni zaidi ya nchi 100 zimebadilisha sheria na kuboresha haki za wanawake, lakini bado kuna mapungufu katika utekelezaji. Ripoti za kimataifa zinaonyesha kuwa kwa kasi ya sasa inaweza kuchukua zaidi ya miaka 100 kufikia usawa kamili wa kijinsia duniani. Mashirika kama World Economic Forum kupitia ripoti yake ya Global Gender Gap huonyesha maendeleo ya nchi kwa nchi na kusisitiza kuwa uwekezaji katika elimu ya wasichana na ushiriki wa wanawake katika uchumi huongeza ukuaji wa taifa kwa ujumla. United Nations, UN Women, World Bank na Amnesty International, mashirika hayo yote yanasema kama usawa wa kijinsia utapiganiwa na haki za wanawake zikazingatiwa, basi tutegemee jamii au dunia itakayokuwa na maendeleo endelevu. Siku ya wanawake sio siku ya maua pekee, ni siku ya kukumbuka kwamba haki hazipewi kama zawadi, zinapiganiwa na kulindwa. Kutoka maandamano ya wafanyakazi wa viwanda hadi mikutano ya kimataifa ya sera, kutoka sauti zilizonyamazishwa hadi majukwaa ya kidigitali yanayovuma na safari ya wanawake na hadithi za uthubutu. Na kauli mbiu ya mwaka 2026 inasema haki, usawa, hatua kwa wanawake na wasichana wote. Nikuache na swali dogo. Je, sisi kama jamii tuko tayari kuifanya historia ya kesho iwe bora kuliko ya jana? Jina langu ni Edmund Junior. Mpaka wakati mwingine, nikutakie tu heri ya siku ya wanawake duniani. Bye bye.